Wiki mbili zilizopita niliposti video inayohusiana na wanaume kuoa wanawake vivuli, yani wanawake wa kichawi. Sawa, nikatoa mfano, kuna baadhi ya wadada wanaojiuza, unakuta yule ambaye anayejiuza pale anakuwa sio yeye kalala nyumbani. Ndio nawe maanisha hapa. Yani hicho ndio kitu ambacho nakimaanisha hapa. Kwa nataka nimepanga hizi dalili mbili ila nimezigawanyisha. Kama utaziona kwa mkeo, uelewe huyo sio mwanamke halisi. Ni mwanamke ambaye ni kopi. Yani hapo unakana na kama kiumbe cha kichawi, kiumbe ambacho kisichokuwa binadamu kabisa. Yani binadamu halisi. Namba moja, au tuseme sehemu ya kwanza mkiwa kwenye mazungumzo. Sawa, sehemu ya kwanza mkiwa kwenye mazungumzo ni kwamba unapomwangalia hivi anakuwa anakusupporti, yani anakuwa umeona hii? Mfano mimi nani hapa? Labda tunaongea na kuwa anakusupporti. Ndugu yangu mwalimu wa jamii vipi? Salama, anakuwa anakusupporti kwenye uso, unajua yani anakuwa sura ya tabasamu. Umeelewa ninachomaanisha? Sura ya tabasamu hii fresh. Lakini kama kwa mfano ukiwa unazungumza naye, halafu ukigeukia pembeni, kuna jicho moja na kukata. Umeona? Yani ili uone ukiwa unazungumza naye, jifanye kama unaangalia pembeni, halafu geuza shingo lako kwa speed tap, muangalie. Utaona anabadilisha sura faster. Naelewa vizuri. Hii alama mara kibao ipo pia kwa washirikina, ipo kwa wachawi pia. Wapo katika namna hii. Hiyo ni dalili ya mwanzoni. Dalili ya pili, anasizi. Yani wewe upo hapa unazungumza naye. Unajua mpenzi wangu mimi nakupenda. Wewe ndio mnyongo mkaliaini. Yani wewe hapa ndio kila kitu kwenye maisha yangu. Power naishi hapa. We hapo unakuta kama anasizi mpaka unamwambia, "Wewe naongea na wewe vipi?" Kama mtu aliyechanganyikiwa. Of course anakuwa sio yeye, ila mwili wake ina maana unachezeshwa kutoka huko asili ulikomtoa. Pale anakuwa sio yeye. Yani hawezi akachangamka kimazungumzo. Unamwona kama ni kiroboti fulani. Yani wewe mwenyewe utagundua. Sasa hizo ni dalili za mazungumzo. Kwenye tendo la ndoa, twende kwenye kuzaga mwana. Sasa huku bwana, jambo la kwanza kabisa, ngoja nivue miwani kidogo. Jambo la kwanza kwenye tendo la ndoa, kwenye kunyanduana, anakuwa na sura ya kutisha. Tumezoea wanawake wakiwa kwenye tendo, yani ile raha anayojisikia, kisura chake kinakuwa kinageuka kinakuwa kizuri. Ya baby hapo. Sio inaweka vizuri. Lakini yeye anakuwa anakuangalia, hata kama akisema akiwa anasema, "Hey baby," anakuwa anakuangalia sura. Wewe mwenyewe unastuka. Yani anakuwa anakuangalia. Sometimes nyewe wanaume unafumbaga macho, yani unapiga upe. Muangalie, kuna sura fulani kwake utainotice yeye. Sio unaelewa? Hiyo namba moja. Namba mbili, ukeni kwake kunakuwa kama kugumu hivi. Japo sio wote ila wengine ukeni kwao kunakuwa kugumu. Hii namba mbili inaendana na namba tatu ambayo inasema unafanya naye tendo lakini huenjoy. Iko hivyo, unafanya naye tendo lakini nafsi yako inauma, nafsi yani nafsi huenjoy hata kidogo. Na hii ni katika wale wanaume ambao, yani wanaume ambao mara kibao, hebu nifishe sura. Unajua nikiwa napiga, na hii ni katika wale wanaume ambao unakuta kwamba ulimwengu wao walo kidogo mkubwa. Umeona? Yani wana daraja, wanaume wasafi. Ndio yani kwenye tendo hili unakuta nafsi inamuuma, yani anaona kabisa nafsi inahangaika. Uelewe ni huyu. Baada ya tendo sasa, mwanaume mambo yako yanavurugika. Na aina hii ya wanawake, kila akikupikia chakula lazima uumwe tu. Kila akikupikia chakula. Kwa hiyo hizi sifa zote, hivi vitu vyote ambavyo nimekwambia, hebu jaribu kwamba ukiona huelewi, jaribu kuvichunguza. Usichukue dalili moja, chukua dalili nyingi, kwa sababu hawaonekani kwa dalili moja, ziko nyingi, lazima atazionyesha. Ukiwa tu naye makini, unajua huyu ni mwanamke wa aina gani. Guys, siku hizi watu wanaoa kopi, sio wanawake halisi. Kuna mtu aliniuliza, "Je, mwalimu, mbona wanawake ambao wasio halisi lakini wanazaa nitakuja ni wapi?" Kwa sababu wanatofautiana. Wapo aina zaidi ya 5 hawa. Ila nitakuja nitoe ili mradi tuweze kujifunza. Naitwa Minded Tips, mwalimu wa jamii, mtu ambaye unapenda sana posti zangu. Ukipata nafasi ya kuomba dua, basi usinisahau, na mimi mwalimu wako. Asante. Ibada hiyo kipaumbele chenu cha kwanza.